Na ndio maana by the way sisi tunasema ya kwamba William Ruto kama ameshindwa kulinda mali na maisha, anafaa kujiuzuru kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Idara ya polisi, kama idara ya polisi ikiongozwa na Inspector General wameshindwa pia kulinda maisha, wanafaa kujiuzuru. Alright, what's up guys, and karibuni sana hapa kwa Morori TV and Kikuyu Magic and also Kikuyu Nation na pia pale kwa Chuma Moto. Hapa mimi najulikana kama Jefferson kutoka kwa Morori TV, na hivi leo tuko hapa ili kuweza kuongea mambo mbili tatu ambazo ni mambo za siasa. Tujue serikali inatupeleka namna gani. Na pande wangu kulia niko na Mheshimiwa Ken, na pande nyingine niko na Mheshimiwa kijana msafi. Maybe nitaanza hapa kwa Mheshimiwa Ken atusalimie. Maybe tuweze kusikia leo ako vipi. Acha nichukue hii nafasi kwa niweze kusalimia mwenye anatutazama. Nimwambie kwa majina naitwa Kiari Kenneth ama KK. Nimetoka pale Kiambu. Mahali kunaitwa Harari. Na nimefurahia sana kuitwa hapa tuweze kuongea na wananchi. Karibu sana. Yes, pande wangu wa kushoto tuko na Mheshimiwa kijana msafi. Yes. Yes, vipi? Niko salama. Tusalimie mtazamaji wetu kutoka Morori TV. Kwa majina ni Isaac Mungai aka kijana msafi. Na mimi ndio mwenyekiti wa New Gema Young Leaders Movement. Na bado pia tunachanganua mambo ya kisiasa. Na ndio maana tuko hapa leo. Yes, karibuni sana hapa. Na maybe kwa wale mnao tutazama, if it's your first time maybe to watch this channel, kindly make sure that you subscribe and also hit that notification bell, just because this is the only channel that we always make sure that you are updated and posted on whatever is happening. Now, nataka tuingie kwa masuala moja mbili tatu. Tuweze kuangalia first juu kama tutaangalia impeachment ama tutaangalia but before tuingie kwa impeachment, I think tuingie first of all, kuna stories zimekuwa zikiendelea sana kwa mitandao. Story na abduction. Sijui kama tuanze kwa mheshimiwa, tuambie hii story ama hii swala ya abduction unaionaje? Ni jambo ambalo linahuzunisha zaidi kwa sababu kama unaweza kumbuka vizuri mwaka wa 2022 wakati serikali ya Kenya Kwanza walikuwa wanafanya campaign wakiongozwa na mbunge wa Kikuyu anaitwa Kimani Ichung'wah. Kila siku alikuwa anaambia watu ya kwamba serikali yetu ikipata uongozi hatutakubali kamwe wa Kenya kupatikana katika Livayala vile ambavyo walikuwa wanapatikana serikali ya Uhuru Kenyatta na kina Matiang'i. Na leo hii mimi nashangaa nikiwa kama kiongozi wa vijana ati kila siku tukiangalia kwa matelevisheni tunaona ya kwamba hadi wa leo kuna watu ambao hawajulikani mahali ambapo walioko. Kutoka wakati tulikuwa na protest za Gen Z mwezi wa 6. Ni karibu sasa miezi 6 inaelekea kuisha. Na hivi leo pia bado kuna watu zaidi ya 100 ambao hawajulikani mahali walienda, walifanywa abduction. Hatujui kama waliuliwa, hatujui kama wako uhai. Na hii serikali ilituahidi ya kwamba hakuna siku nyingine wa Kenya watateseka na kuuliwa kiholela holela. Juzi mumeona mili ikitolewa kule dump site kule Kwale. Yes. Watu walikuwa wamekatakatwa na mapanga, wamewekwa kwa magunia, wametupwa kwa dump site, na baadaye serikali imekuja hapo ikashika sijui kijana mmoja hapo akapelekwa hapa Gigiri police station. Ati wakatuambia huyo kijana ndiye alikuwa anafanya hiyo mambo, sijui mahali alikuwa anaishi huko Kayole. Sijui amekomboa ka single room. Yeye ndiye alikuwa anafanya hiyo maafa ya kuua watu wakiweka kwa gunia akienda kutupa huko. Na hiyo ilikuwa uongo mtupu. Kwa sababu yule kijana baadaye tulisikia amepotea katika cell. Kutoka watu ambie amepotea cell, hatujasikia taarifa nyingine. DCI hajaongea, Inspector General hajaongea, Ruto mwenyewe rais wa Jamhuri ya Kenya hajaongea. Hatujui wale walikuwa wanahusika kuua wale wa Kenya, hadi wale hatujajua ni akina nani. Miezi 6 imeisha, tunaelekea kumaliza mwaka na zile familia bado angali hazijapata haki. Ni jambo la kuzulisha zaidi. Tukiangalia bado kwa hilo swala tunakumbuka kuna pia ule serikali inaonekana pia kwa ile swala imelala sana, kwa sababu nakumbuka kuna wakati ulisema kijana amepotea pale seli. Pia kuna wale maofisa walikuwa in charge ikasemekana pia wameweza kukamatwa. Hatujaweza kufahamishwa kuwa kesi yao imeenda namna gani. Imeenda namna gani, imefika wapi.
still kulikuwa na ile swala ya yule mama ule kijana, mother-in-law ule kijana ambaye ilikuwa inasemekana pia ati alikuwa anatoka Kitale, ambapo stories zilikuja kuibuka baadaye huo mama hata haishi Kitale. Si mama wa Kitale, ni mama anaishi hapa Kayole, hapa Soweto, ambapo ni mmoja wa hapo. So kuna ile mchezo maybe inaonekana ilikuwa imechezwa pale. Na kama unaweza kumbuka, kuna wakati kulikuwa na kuna ule mwanadada ambaye aliweza kuwa naua maofisa wa polisi, ambapo ilionekana hiyo story imeweza kutrakiwa na that back akapatikana ameuliwa kule kwao. Mbona huyu kijana hajakuwa tracked? Mwenye ilisemekana alikuwa anaua hao vijana and all that. Hizo kesi zimeenda hivyo. Also juzi the leader Azimio Kalonzo Musyoka walionekana wakifanya ile press pale Karen na kusema kuwa mochari ya Nairobi na mochari ya Thika zinaonekana zimejaa mili ambayo imekuwa ikiletwa na polisi na askari. Kuna over 200 bodies zimelala kwa mochari, baka mochari zimejaa. So they were requesting the government to permit them ndio waende wakazike ile mili ikiwa ina mass kwa ile mass graves. Sijui pande yako Bwana Ken, hili swala unalionaje la abduction? Kwanza kabisa wacha niseme hii mambo ya abduction ni kitu ambayo tumezoea na hii serikali. I don't think kumeshai kuwa na serikali nyingine ambayo imekuwa na mambo ya vifo kama hii serikali tuko nayo, especially vifo za vijana wadogo ama the young people. Wacha niseme serikali inajaribu tu create perception ya kuweka mwananchi uoga. Juu sasa mwananchi akisikia mahali anafaa ku correct government anaogopa. Juu ashasikia kuna Akira squad yenye inatumiwa na serikali kuua watu. Hata kuna mambo imekuwa ikiendelea ikisemekana kwamba kuna a secret Akira squad ambayo serikali imetengeneza na hiyo Kira squad ndio inatumia orders kutoka above, tujui ni orders nani anapeana. Na hiyo ndio ilifanya hadi IG the IG mwenye aliweza IG Kome aweze kutoka kwa kiti. Juu anapeana orders hivi, lakini kuna watu wengine wamepewa orders. Watu wameenda wamevaa mask. I know ulikuwa unawaona juu ulikuwa unaenda kwa hizo maandamano sana. Hao watu walikuwa wanapewa orders kutoka mahali pengine. So IG Kome ule alikuwa before mpya leto Kanja akaona hapana, mimi siwezi endelea kukua naongoza ukiwa na kikundi kingine ambayo inatumiwa na the same government yenye na serve inamaliza vijana. So hii mambo yote ni mambo ambayo imepangwa ya kuleta perception ati tuogope hii serikali, kusikue na mtu anaweza tokea aweze kuitoa makosa. Kwa sababu kutoka hiyo time ya Gen Z walikuwa wamekuja na propaganda zingine wakisema ati walikuwa serikali ilikuwa inataka kupinduliwa na vitu kama hizo. Hakukuwa na hizo vitu. Ni Wakenya walikuwa wamekasirika na zile mizigo wamewekewa na hii serikali, kuanza mizigo za tax na hizo mizigo zote ambazo wanaendelea kuongezwa. Na walikuwa wametokea kusema hii kitu kulingana na mambo yenye iko kwa hii nchi yetu hatutaweza hii mzigo yote. Lakini serikali ikaona the only way ya kuweka mwananchi uoga ni kuweza kuua wengine. Sasa hii ukisikia already tunasikia already like more than 60 young people were killed. Na tunasikia even more than 60 young people hawapatikani, they are abducted. Ukijaribu kucorrect hii serikali au kai sana, unatafutwa, unakuwa abducted, unaenda kuteswa, unaenda kuwekwa uoga ndivyo usitokee uweze kuongea. Na hii ni kitu tumeona ikiendelea na njia kubwa sana. Hata hiyo mambo yote ya kukua, unajua security organs they are supposed to protect mwananchi. Lakini security organs mingi tuko nazo zinatumiwa kunyanyaza mwananchi. Juu wakikuja hapa makara, wakikuja hapa instead waweze kuangalia mambo, wanafuata orders. Na vile nimekuambia kuna kisemekana kuna orders zingine zinatoka mahali pengine. Hata wewe ukiwa polisi unashindwa kama kuna mtu ametumwa ashike ule mtu na si mtu tunafanya naye kazi, yeye ndiye nani? So the government has something they are hiding from the people. Na nikisema hivyo ni kusema kwamba tunaingia kwa enzi ambazo ni ngumu sana. Kwa sababu tunaingia kwa enzi ni kama za dictatorship. Ni enzi ambazo huwezi kajiongea wewe kama Mkenya, huwezi kasema lolote bila kukuja kuambiwa ama kunyamazishwa na watu ambao hawataki ukweli itokee. Na ndio maana unaona viongozi wengi ambao tulipeleka pale kwa bunge,
zote mbili ya Senate na National Assembly, wao wengi wameweza kumezwa ama kukua state imekuwa captured through being bought by money. So watu wenye wanafaa tutetea ama waangalie shida kama hizi wanakuwa wamenyamaza, na ndio maana unaona the opposition ama kina Kalonzo Musyoka wenye wako kwa opposition ndio wanatokea kutoa hizi makosa na bado juu ya kukua watu wenye wanakuja kutoa hizo makosa kabisa. Unakumbuka kuna madam fulani anaitwa Auko aliweza kushikwa na hata sasa hatujui mahali yako. So it's a very very hard time and a very very threatening times for our democracy, kwa sababu demokrasia yetu iko under a very heavy attack through the person we put in leadership. Juu kama kwa miaka 2 kumekufa watu wengi kuliko mapresidenti wenye wamekuwa wengine, hiyo ni kumaanisha akimaliza hii miaka ingine imebaki, ni watu wangapi watakuwa abducted, ni watu wangapi watakuwa wameuliwa. I think kitu yenye serikali inafaa ifanye kwa saa hizi ni kwanza waweze kupea justice wale watoto 60 waliweza kuuliwa, waweze kutoa maofisa wenye waliweza kuua watoto ama watu wenye waliweza kusababisha hii tendo, tuweze kuona wakipelekwa mahakamani na justice iweze kuwa served. Kama serikali kama UIG Kome kuna ukweli kabisa anasema kuna some orders zilikuwa zinatoka kwa group nyingine, he can expose, there can be a whistleblower who can expose that kind of a group, na watu waweze kushikwa. This is a country with democracy. Hii si nchi ya mtu, hii si nchi ya mtu yoyote. Hii ni nchi ambayo ni ya sisi wote na inafuata sheria, na hiyo sheria ndio sisi wote tunafuata. So kama kuna watu wanafikiria wako above the law, I think it is time Kenyans watokee, Gen Z wasiuliwe tena, waachwe waseme ukweli. Na kama itakuwa na uwezekano tuweze kupata hawa watu wenye waliwaua. Kuna picha zimekuwa zikisurround around the internet, na ile kitu moja naweza sema, internet haisahau. Kuna siku itafika mtu mwenye anatumiwa na serikali kufanya hizi dhambi, kuna siku itafikiwa na wewe utaweza kuletwa kwa hukumu. Kwa hivyo heri tuangalie hii mambo iangaliwe vizuri, na hizo group za kupigania human rights ziweze kuweka hizi records. Hata utapata watu wengine viongozi wako kwa viti sahihi, wakimaliza wanajipata wanaenda ICC juu ya vitu kama hizi. Hiyo ndio ningesema kwa sasa. Mhesh, yes. Kuna story na Mheshimiwa Ken ameongelea kuhusu government being bought, ambapo wamelipwa. Do you think wale MPs wetu wamelipwa? Kwa sababu hapo mbele nilikuwa nimesikia umeguzia story kama ya mtu kama Kimani Ichung'wah, ambapo alikuwa anaongelea story ya akisema that they won't allow, this government won't kill our children. Na saa hii katika taarifa tunazopata ni eti saa hii serikali ndio ile imeua vijana wengi sana. Hii serikali ndio imekuwa na maafa mingi sana. Do you think Kimani Ichung'wah anafaa kuwa naongea ama anafaa kuwa kijibu maswali kuhusiana na lile jambo alikuwa na tembea nchi mzima akiambilia wa Kenya ati sitaruhusu hii serikali haitakuwa inaua wananchi. Na saa hii ndio tunaona vitu zinaenda otherwise na bado amenyamaza. Not unlike history ya Gachagua venye amekuwa vocal na venye amekimbia and all that. What's your take on that? In fact, kama kuna mtu tunafaa kuongelelea zaidi hapa ni majority leader Kimani Ichung'wah. Na tumwambie Kimani Ichung'wah, majority leader ama kiongozi wa wengi bungeni, shame on you. Na tunasema shame on you kwa sababu wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kupiga debe ukisema ya kwamba ati hamtakubali kama serikali ya Kenya Kwanza kuona watoto wakiuliwa kiholela, ile ambao tunaita extrajudicial killing, kama vile serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walikuwa wanafanya. Na mimi nataka pia niambie rais ya kwamba wakati alikula kiapo pale Kasarani, ile siku alikuwa anaapishwa, aliapa ya kwamba atalinda mali na atalinda maisha. Kama kuna vitu mbili ambazo ni muhimu zaidi kuliko vyovyote zile vingine, rais anafaa kufanya wa Jamhuri ya Kenya Bwana William Samoei Ruto ni kulinda mali na kulinda maisha. Na mahali sasa tumefikia, kama mili inapatikana mili karibu 100 imetupwa kwa dump site, imewekwa kwa magunia, na hadi waleo miezi 6 imeisha na serikali hawajatuambia ni akina nani walihusika. Watu wengi walipotea pale Githurai. Unakumbuka hiyo siku kulikuwa na Githurai massacre. Watu wengi zaidi walipotea. Miezi 6 inaisha, hadi waleo hatujaambiwa wala watu walienda wapi. Uliona Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka akisema ya kwamba kule Site Mochari kumejaa mili zaidi ya 200.
ile ambayo imekuwa ikipelekwa pale na maroli ya askari. Hao watu hawajulikani waliuliwa wapi, watu wao ni akina nani, hiyo mili haijaachiliwa, wala watu hata hawajazikwa, watu 200. Na ndio maana unaona hadi kanisa zimeanza kusema ya kwamba kutoka serikali ya Moi, serikali ya Mzee Kibaki, serikali ya Uhuru Kenyatta, hakuna serikali watu wengi waliuliwa kiholela kama serikali ya Mheshimiwa William Ruto ambayo iko na miaka 2 peke yake. Na ndio maana by the way sisi tunasema ya kwamba William Ruto kama ameshindwa kulinda mali na maisha, anafaa kujiuzuru kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Idara ya polisi, kama idara ya polisi ikiongozwa na Inspector General wameshindwa pia kulinda maisha, wanafaa kujiuzuru. Idara ya upelelezi ya DCI wanafaa pia kujiuzuru. Idara ya mashtaka ya umma pia wanafaa kujiuzuru, kwa sababu zile idara zote ndizo zinahusika kuhakikisha kwamba wamelinda maisha ya Wakenya. Yeah? So hapa hatupembelezani. William Ruto, mahali sasa tumefika, watoto wetu hautaua tena, kwa sababu ni haki yetu kikatiba. Unajua hii maandamano ilianza wapi? Hawafai kupitisha sheria bungeni kama hawajafanya kitu inaitwa public participation. Na kila siku mumeona hata wakati wa Gachagua'S wakifanya public participation, wakifika pale bungeni wanapindua. Wanadanganya, wanasema raia wamesema hivi na raia hawajasema vile. Na kwa sababu ya kudanganya wakati wa finance bill, ndio maana Gen Z walitokea wenyewe wakasema hii nchi ni yetu, lazima tuandamane, kwa sababu ile sheria mnapeleka pale ya kuokota ushuru, sisi kama wananchi hatujaridhika. Na ni haki yao kikatiba kuandamana na kusema ya kwamba hatujaridhika na hizo sheria ambazo mnapitisha bungeni za kuokota ushuru. Na kwa sababu ni haki yao kikatiba, hatujui ni kwa nini haswa William Ruto akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya aliketi chini akajiangalilia watoto wetu wakiuliwa na marisasi. Watoto wadogo, kuna mtoto alipigwa risasi 8. Mtoto mdogo hata hajui kuandamana nini, hata hajui nchi nini, hata hajui kama kuna rais ama hajui nini, alipigwa risasi 8. Na ndio maana tunasema yule ambaye anafaa kujiuzuru leo hii ndio tupate amani katika nchi ya Kenya ni William Samuel Ruto, kwa sababu ameshindwa kutimiza ama kutekeleza ile kiapo alikula pale Kasarani ya kusema kwamba kama amri jeshi mkuu atalinda maisha. Ameshindwa na hilo, anafaa kujiuzuru. Na hizo idara zote ameweka hapo pia, idara ya polisi, idara ya upelelezi, idara ya mashtaka ya umma, hizo idara zote pia wanafaa kujiuzuru. Sababu nasema wanafaa kujiuzuru ni hii. Juzi kumekuwa na mafuriko. Na sababu kulikuwa na mafuriko na watu wengi wakakufa zaidi, rais akatoa amri akasema ya kwamba wale wamejenga karibu na mito wanafaa kwanza wahamishwe, nyumba zao zibomolewe, kwa sababu yeye akiwa kama rais kazi yake ni kulinda maisha. Si ndio? Na kama kazi yake ni kulinda maisha, ndio maana alibomolea wale ambao wamejenga karibu na mto. Si avunje hizi idara zote ambazo zimeshindwa na kulinda maisha ya umma. Hizi idara zote zimeshindwa kulinda maisha, zote anafaa kujivunja, wote wajiuzuru, pia yeye mwenyewe ajiuzuru, kwa sababu kama amri jeshi mkuu ameshindwa kulinda maisha. Kama anamaanisha. Wow. Bado tunazidi kuendelea na unasikia ndo tumeanza sasa na ndo tumeanza kushika moto. Maybe kabla umalize ningekuuliza pale wakati Gen Z walikuwa na maandamano. Kuna wale polisi ama pale wale askari walikuwa wanaonekana na plain clothes ambao walikuwa wanaonekana pia wakati mwingine wakipiga risasi. Nakumbuka mimi wakati mwingine tukikava ama ile shughuli ya kukava maandamano, polisi anaingia tu, anakuja tu, anatuacha hapo watu wa media, na anaonekana baka kuna video zinaonyesha baka sura yake akipiga watu risasi, anafiatua direct towards the media personality and na pia anaonekana bado akitumia live bullets. Na ikafika mahali pia ikasemekana polisi watakuwa nakuja maandamano ama kukuja kupigana na raia, kufesiana na protesters kama wako in plain clothes. Wakati wa Githurai, ile masaka ya Githurai, kulikuwa na ile ingine ya 44 ambapo tuliona Subaru kama 8 hazina number plates. Unashika hazina number plates. Do you think hawa watu ni order from above ama ni hao wenyewe wanajicontrol, or why if kama vinyo umesema the president alisema his work is to protect wananchi. Mbona is it that he's not aware that this is happening? Ama yeye ndo anapeana orders that pia hao polisi wakuje kama wakiwa in plain clothes and all that? Yeye ndiye anapeana order. Kwa sababu hakuna Mkenya anaweza ingia ndani ya maandamano aanze kuwa wale Wakenya wengine bila sababu ama kama hakuna mtu amemtuma. Na kwa sababu rais wa Jamhuri ya Kenya ndiye amri mkuu wa jeshi, akiongozwa na msaidizi wake waziri wa security, aliyekuwa waziri wakati huo,
tukiweka Inspector General wa polisi, hao ndio wale watu wanafaa kuwajibika. Kama kuna polisi walienda vita kupiga jenzi wakati wa maandamano, yule anajua ni akina nani walitumwa, ni rais mwenyewe, waziri wa usalama, Inspector General wa polisi, idara ya upelelezi, idara ya mashtaka ya umma. Hizo ndizo zile vitengo ambazo wao ndio wanajua wale ambao waliohusika pale ile siku wajenzi walikuwa wanaandamana. Kama kuna askari waliingia pale wakiwa na plain clothes, wakiwa na mabunduki wakaanza kupiga Wakenya marisasi, Inspector General wa polisi anajua ni akina nani hao. Waziri wa usalama anajua ni akina nani hao. William Ruto anajua ni akina nani hao. Kwa hivyo hao ndio wanafaa kuwajibika, na ndio maana tunasema kazi ya Inspector General wa polisi anafanya kazi chini ya rais. Waziri wa usalama anafanya kazi chini ya rais. Kiongozi wa idara ya upelelezi DCI anafanya kazi chini ya rais. Hakuna mtu anaweza fanya kile kitendo kama hajapatiwa amri na rais mwenyewe. Kwa hivyo William Ruto ndiye anajua kile kilikuwa kinaendelea. Ndiye anajua wale waliuliwa ni akina nani. Ndiye anajua wale ambao wamefanywa abduction siku ya leo hawajapatikana. Watu karibu 100 hawajulikani mahali walienda. Hawajulikani kama mahali wako hai ama waliuliwa. Yule anajua kile kiliendelea, hao watu wakapotea, ni William Samoei Ruto. Na ndio maana tunasema hata heri yakose kutengeneza barabara, hata heri yakose kutupatia miradi, lakini kulinda maisha ya Wakenya ni jambo muhimu kuliko hata maendeleo, kwa sababu hata ukifanya maendeleo na Wakenya unawaua kila siku, hii maendeleo itasaidia kina nani? Hii maendeleo itapata kina nani? Tukimkubalisha kama rais wa Jamhuri ya Kenya aendelee kuachilia polisi wake waue watoto wetu, nchi yetu kesho itakuwa namna gani? Na kila siku wanatuambia sijui vijana ndio viongozi wa kesho. Kama wamewaua leo, kesho nani ataongoza? William Ruto anafaa jiuzuru kama rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu ameshindwa kulinda maisha, ameshindwa kulinda mali ya Wakenya. Anafaa jiuzuru. Na tumempatia ushuru. Hii pesa zote wanaokota, wizara ya usalama iko na pesa mingi ambayo ni ya Wakenya, na kazi yake ni kutumia hiyo pesa kuhakikisha kwamba wameweka mikakati dhabiti kulinda maisha ya Wakenya, lakini wameshindwa. Hao watu wanafaa jiuzuru. Wow, Mheshimiwa Ken, leo hii tunaona mahospitali watu wamekwama, matibabu hakuna. Na wakati mwingine tumeona serikali kikimbisha pale impeachment imefanywa na siku kama less than a month, hiyo kitu shago 3 shafanyika kila kitu. Tumeona wajumbe wetu wakiongelea sana, lakini kuna mambo muhimu hapa ambayo ni afya, masomo na security ambao pia serikali ama wabunge wetu wameinyamazia. Leo hii tunaona Wakenya wa pale hospitalini hakuna matibabu, hakuna kitu. Do you think serikali imelala kwa ama ina ignore tu? Kitu ya kwanza nafikiria ni ignorant. Na naona vizuri hii ni mambo na interest. Mtu anaangalia interest zake ni gani. Mtu kwa uongozi unapata interest zake ni kitu yenye anapata. Akipewa pesa hata apitishe policy ambazo hata hazitanufaisha wananchi, yeye anapitisha tu. Na ndio maana unaona hata ile kesi ya finance bill ulipata kukiwa na allegations kwamba kuna wabunge ambao waliweza kulipwa ndivyo waweze kupitisha. Kumaanisha wao hawako pale juu ya wale watu waliwapea hiyo nguvu ya kuwa represent, wako pale juu ya tumbo zao. Na hiyo ndio imehappen. Unapata kwamba most of these wabunge wengi zaidi wao hawaangalii mahitaji ya raia ama waangalii mahitaji ambao waliweza kuwapea zile vitu kuwachagua, wanaangalia mahitaji yao. Hata ukiangalia mambo ya all the policies zenye hii serikali imeleta, zote zimeweza kukataliwa. Hii mambo hata ya SHA na SHIF, hii mambo yote ambayo inaumiza Wakenya, Wakenya wote wamekataana na hii mambo yote, kwa sababu ile kitu wanajaribu kuleta si kitu ambayo inafaa kuwa inaletwa kwa hii nchi ya Kenya kwa sasa. Wanafaa kwanza kusikiza watu wale waliwachagua ni kitu gani inaweza wanufaisha zaidi. Jua watu waliwachagua ndio wamewapea kazi kupitia kula zao. Wakaweza kuwa trust ati nikikupea hii kiti you are going to represent me according to the needs you brought to me through your manifesto. Na ndio maana unaona ukienda through the manifesto ya UDA, hiyo manifesto inaitwa the plan.
hautapata vitu mingi ambazo wanasema hapo. Kama hii mambo ya funding model ya university, unapata imefanya watu ambao wangeweza kupata masomo pale shuleni sasa hawawezi, especially wananchi wenye wako chini zaidi. Unapata vijana wengi ama watu wengi wameweza kukua, hawawezi kaweza kumanage kusoma. Juu unapata mtu ambaye ako na pesa na ako na uwezo wa kufundisha watoto wake, mbona anapewa pesa? Anapewa pesa ya nini? Na ili hali kuna mtu ako huko chini, familia yake hata haina uwezo wa kupata a daily meal, all the 3 meals in a day, na anaambiwa analipa the same na ule mtu. Hii ni kitu ambayo imekuja kukandamiza Wakenya, na Wakenya wengi ndio maana unaona hakuna policy ambayo hii serikali kutoka ichukue uongozi imeweza kuleta ambayo imeweza kuleta manufaa kwa wananchi wa Kenya. Hii imeleta tu their own personal interest, ndizo wanaangalia sana. Wizi yenye inafanywa kwa hii serikali ni wizi ambayo imeshtua watu wengi sana. Unapata ya kwamba watu hata wamechukua pati ya Kenya wanauza Kenya, yani unapata mtu amepeana title deed ya nchi yetu imeuziwa mtu. Hata kama ni kurisa merisi sijui for how many years. Hiyo ni mambo ambayo wangesuruhisha na kuleta good policies ambazo zingeweza kufanya pahali kama JKIA iweze kuwa na iweze kutoa hizo, kama ni corruption hizo wanaongelelea ufisadi, hakuna kungepatikana tu jia, because if there is one of the strongest arm of government is the legislative arm of government. Hiyo ndio iko na uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kuleta mabadiliko katika hii nchi. Lakini watu wenye tulipeleka kule ni mafisi ambao walikuja wakijifanya kondoo. Wamefika pale instead wasikize ama waangalia mambo ya raia, wanaangalia mambo zao. Ni ukweli unaweza pata kitu kama kupata uongozi kama hiyo inagharimu pesa mingi, but hiyo ikupei chance as a servant. When you become a servant, unafaa ujipe kwa watu, usikize mahitaji za watu ili uweze kufanya maisha ya watu ikuwe rahisi. But ukiangalia from all those things zenye serikali imeleta, nilisoma kwa gazeti moja nikaona wakisema it's a roller coaster. This government has taken us through a roller coaster, meaning zile vitu mingi wameleta kwetu hazijatuletea manufaa. Kwanza hizo mambo za housing, kukuja hii mambo yote hadi hii mambo ya afya, kusema ati NHF ilikuwa na ufisadi. Kwa nini kwanza hamjashika hawa watu walifanya ufisadi, mkatuonyesha hawa waliiba hii pesa, hii hospitali iliiba hii pesa na tumepeleka kotini na wamerudisha pesa ya raia? Kwa nini unakuja kutuambia tukibadilisha jina ndivyo hii mambo itaisha? Hakuna hiyo kitu, hata watu wengi hawajaifurahia. Juu tulikuwa tumeambiwa wakati wa siasa walikuwa wanasema wati mwananchi wa kawaida atakuwa analipa hata 300. Sasa hiyo kitu imeongezeka. I think the cheapest one unaweza lipa ni 700 na hiyo ina represent watu watatu. Si kama ile ambeleni ungelipa 500 na unaweza represent your whole family. Hii haiwezi. So hii ni kitu ambayo unapata it's a very bad policy yenye imekuja kukandamiza na kufanya raia mwenye ako pale chini aendelee kukua na maisha ngumu. Hii serikali ya William Ruto ni serikali ambayo haifai kuendelea hata kidogo. Ni serikali ambayo kama haitabadilisha njia ambazo imekuja nazo, ikimaliza term yao itaacha hii Kenya yetu katika tutakuwa na ungumu mwingi sana na kutakuwa na shida kubwa sana, especially kwa mtu mwenye ako pale chini. Watu kama sisi unapata kama kila kitu imeenda juu, masomo iko juu, mambo ya afya iko juu, yani unapata mwananchi amekandamizwa na njia kubwa sana. Na watu wenye tulipea bunge waende watutetee, ndio hao tumesikia wameshanunuliwa pesa. The state is under a very huge capture. The system that is there now ni ya mtu mmoja ambaye anaitwa William Ruto. Watu wote wanainamia huo mtu. Ukimpiga anatafuta njia ya kukumaliza. Ukisikia yeye mwenyewe amemeza hadi opposition, hataki mtu wote anampinga kwa polisi zake. Analipa watu ndivyo wapitishe hizo policies. Hizi policies watu wanajiuliza, kwani zinakuja kunufaisha Wakenya ama zinanufaisha yeye mwenyewe? So na tukiangalia maybe historia yake na vinya amepata uongozi na vitu zile zote alianza kutoka akiwa kijana mdogo, ukiangalia mambo zake, mambo mingi zinaanda hapo kukua si mtu ambaye ametumia njia sahihi ya kufika hata mahali amefika. Kwa hivyo ile kitu ningeomba Mkenya yote ambaye anatutazama, let us be very careful
wakati siasa zinafika. Tusikue tunaletewa bwembwe na watu wanatudanganya ili hali wanakuja wao kujinufaisha na kujitajirisha. Tumeona hiyo na hii the 14th parliament, tumeona wao wamekuja kujinufaisha, wamekuja kujiwekea mali na wakaweka wao ndio mbele na hawataki kusikiza mwananchi wa kawaida. Okay. Muhesh, maybe nikiingia pande yako. Tumekuwa tukiangalia serikali kwa mambo zingine imeenda pole sana. Kama vile Muhesh Ken amejaribu kuelezea hapa. Wewe pande yako unaona vipi? Kuna mambo serikali imekimbiza sana kama impeachment ya Rigathi Gachagua. Na kuna mambo kama makesi za watu zimekuwa kotini. Do you think serikali imelala pande nyingine na pande nyingine inakuwa active? Hii serikali ya William Ruto ni serikali ya matapeli. Ni serikali ya magaidi, serikali ya wezi. Kwa sababu mtu kama Didmus Baraza, mbunge wa UDA, alipiga mtu risasi siku tulikuwa tunachaguana, na huyo mtu akakufa. Huyo jamaa hajaishikwa, huyo jamaa hakupelekwa kotini, mambo yake ikanyamaziwa. Lakini Rigathi Gachagua anafukuzwa usiku. Hii mambo wanajaribu kuleta hapa ya shisha. Wabadilishe mambo ya NHIF. Ni vizuri niwaambia kwamba wananchi wamekuwa wakilipa NHIF 500, shilingi 500. Na akienda kwa hospitali hakunanga dawa. Daktari anakupima na kuangalia unaandikiwa, anakuambia ina ukanunue dawa mahali fulani. Na tumekuwa tukivumilia. Saa hii wanatuletea shisha, utakuwa unalipia kila ugonjwa pesa yake. Kwa hivyo ukilipia zile vitu zote wameweka hapo utakuwa unalipa kama shilingi 2000 kila mwezi. Alafu mahospitali ni yale hayana dawa. Sababu hawaleti shisha na watengeneze mahospitali sasa kukue shisha imekuja na mahospitali zake. Hapana, wanaleta hii mambo ya shisha kulipanga sijui 2000 kila mwezi. Lakini zile hospitali tunaenda ni zile iko pale kwa level 5, level 4, level 3, level 2, zile ambazo hazinanga dawa, hazina madaktari wa kutosha. Kwa hivyo hii serikali ya William Ruto haina haja na Wakenya. Na William Ruto amekuja ku make sure amemaliza, amegandamisha kabisa Wakenya wameisha. That is what the man is doing. Ametuongezea ushuru. Na ni vizuri tuambie Wakenya kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta hatukata ilikopa. Lakini zile pesa ilikuwa inakopa nayo na wao hawakuongezea ushuru. Kwa hivyo walikuwa natumia zile pesa kidogo walikuwa wanaokota, wanaongeza na zile walikuwa wanakopa, wakafanya miradi. Tukaona SGR, tukaona hizi mabarabara zote Kenya mzima, hakuna mahali Uhuru Kenyatta hakutengeneza barabara Kenya mzima. Super highways ziko kila mahali. Si ni kweli? Lakini ya William Ruto alipoingia alikuja akadabu ushuru. Wanachukua ushuru times 2. Kukopa anakopa times 2. Hizo pesa zote swali wa Kenya wanauliza, hizo pesa zote zinaenda wapi? Vita kubwa umeona watu wakiandamana. Hawaandamani sana kwa sababu ya kuongezewa ushuru. Wanaandamana kwa sababu wanaongezewa ushuru na hawaoni mahali pesa inaenda. Vita kubwa unaona watu wakisema William Ruto amekopa zaidi. Wanapigana vita kwa sababu pesa zinakopa usiku na mchana, lakini hizo pesa hazionekani mahali zinaenda. Kazi yao ni kuiba, hakuna kazi wanafanya. Wamekuja hapo wamefanya bobo, wamerukaruka wakituambia sijui wameleta mbolea ambao wakasema sijui sasa wameshukisha kutoka 7,000 wakaleta 2,000. Hiyo mambo ya mbolea baadaye imefanywa uchunguzi. Mumeona kesi kapelekwa kule Senate, baadaye kumefanywa uchunguzi, mbolea ilikuwa mchanga na mafi ya kondoo, sijui mafi ya nguruwe, sijui mafi ya punda. Ndio walikuwa wanapatia watu. Kwa hivyo serikali ya William Ruto kile kitu imeweza kutekeleza bila upinzani. Ni kuua Wakenya kwa maandamano, ni kufanya abduction, kuongezea Wakenya ushuru, kufukuza Rigathi Gachagua. Hiyo ndio ile kitu serikali ya William Ruto imeweza kufanya successfully. Hapo imepita 100 kwa 100. Imepita 100 na kulipa wabunge, kuwanunua, kuwapatia pesa kwa choo, wapitisha finance bill, kuwapatia pesa wafukushe Rigathi Gachagua. Hiyo ndio ile miradi serikali ya Rigathi Gachagua wameweza kuifanya successfully. Serikali ya William Ruto. Serikali ya William Ruto. Hiyo ndio ile miradi wameweza kufanya successfully. Wow. Okay. Nao nataka tuingie kwa swala lingine ambalo ni kumekuwa na tetezi kuwa maybe kuna watu wengine wanasema maybe the next person to be impeached is our president William Ruto. What do you think of the relationship between William Ruto and Raila? William Ruto anajifanyanga mjanja. Lakini hata yeye baadaye sasa ameanguka kwa mtego. Kwa sababu alidanganywa na Raila ya kwamba huyu mtu anaitwa Rigathi Gachagua asitufukuze yeye.
William Ruto akakubali. Akaita wabunge wakawapatia pesa, akawaambia fukuzeni Rigathi Gachagua na hata sitaki kusikiza mtu yeyote. Kitu ya kwanza mfukuze Rigathi Gachagua, mambo mengine baadaye. Alipopatia wabunge pesa, wabunge wamekimbia pale bungeni, wameruka na motion, wamefukuza Rigathi Gachagua. Baada ya kufukuza Rigathi Gachagua, wabunge wa ODM wakaamuka sasa, wameanza kusema ya kwamba tulitafuta njia mwafaka ya kupeleka serikali ya William Ruto nyumbani tukakosa. Lakini baadaye Mungu akasaidia tukapata Rigathi Gachagua anasurubishwa aende nyumbani. Tukasema wakati ndio huu, shortcut imejireta, tufukuze Rigathi Gachagua kwanza, ndio yule mwingine anabaki William Ruto kumfukuza itakuwa rahisi. Na ndivyo wabunge wa ODM walifanya. Watu walileta kura zao, wakavote yes, wakasema Rigathi Gachagua aende nyumbani. Leo hii sasa wanasema anytime from now wanaweza peleka motion kule bungeni ya kufukuza William Ruto kwa sababu the man is already naked. Kwa sababu yule alikuwa anamzingira, yule alikuwa anamzuia, yule alikuwa anamprotect, alikuwa Rigathi Gachagua. Saa hii ako nyumbani, kwa hivyo William Ruto amebaki wakiwa very naked. Any bullet ikielekezwa kwake itamwangusha asubuhi na mapema. Kwa sababu sasa hata vitu zingine ameingia kwa mtego, amepeana vitu zingine. Saa hii ako karibu kuingia kwa mtego ingine, kiti ya interior anaelekea kupeana. Wale anapatia ni wapinzani wake. Wale walikuwa wanasema hawezi, wale walikuwa wanampinga ndio anataka kupatiwa kiti. Kiti ya speaker kule bungeni anataka kuwapatia. Kwa hivyo tayari Raila ni kama ako na serikali nusu. Na akiwa na serikali nusu, atume wabunge wake kupeleka motion bungeni ya kufukuza William Ruto. William Ruto atafukuzwa asubuhi na mapema kwa sababu wale wako nje wa UDA ni wale wengi. Wale wamebaki kule ndani wa UDA ni wachache. Kwa hivyo siku Raila Amolo Odinga anaamua kumwamkia kumpiga vita, wale alifukuza nje William Ruto watakuja waungane na opposition na William Ruto atafukuzwa mapema asubuhi zaidi. Na hiyo ndio hata Wakenya wanataka, kwa sababu walikuwa wanasema kufa dereva kufa makanga. Tayari makanga wameua, yule amebaki sasa tunataka tuwe haraka iwezekanavyo, sasa ni dereva mwenyewe. Na itakuwa rahisi kwa sababu makanga tayari hayuko. Do you think kumekuwa na ile maybe after Raila maybe akianguka asipoweza kumanage ile kiti ya AU atarudi hapa na atakuja na demands zake, mheshimiwa Ken atakuja na demands zake. Do you think akikuja, na kwa sababu anajua sahi ako na opportunities poa sana ya kuimpeach the president, do you think that the president will have to bow to Raila ama kukani kama na worship ama befriend, so lazima atakuwa na accept demand zake ndio asiweze tu kurusha ile motion ya kumuimpeach, so that maybe amfanye rafiki ndio naye Raila asiweze kuweka ile motion ya kumimpeach, kwa sababu so that he'll have to dance Raila's music ndio at least aweze kuendelea kukaa kwenye kiti chake. Mahali tumefika saa hii, hata mtu tunaweza sema anaongoza hii Kenya kisiasa ni Raila Odinga. Mtu anaitwa William Ruto, nguvu zake zimeisha kabisa. Hana nguvu yoyote pale parliament. Nguvu yenye ako nayo ni ya ufisadi. Kama mfisadi mkubwa na mkabila mkubwa hii Kenya, tumeona anatumia pesa, akisema anapigana na ufisadi, ndiye kiongozi wa ufisadi. Analipa wabunge, analipa masenators ili waweze kuendanisha na njia yake. Kwa hivyo yeye na ufisadi yake, siwezi sema ni yeye saa hii anaongoza hii Kenya. I think ujanja imemfika mwisho. Alikuwa anafikiria ndiye mjanja sana. But I think kila mtu akicheza game zake, kuna time unapatanga hii chess, kuna game inaitangwa chess. Labda hii game sasa imemcheza yeye mwenyewe sasa. Juu ukiangalia mtu anaitwa Ruto alichukua hiyo uongozi. Kitu ya kwanza ambayo amefanya, ameruse trust kwanza na watu wenye waliweza kumchagua. Ameruse trust na Wakenya kwa kuleta policies mbaya ambazo zinakandamiza Mkenya. Ukienda kila mahali hii nchi utapata watu wote wanalalamika juu ya uongozi wake. Hata ukienda kule ametoka Bonde la Ufa, utapata kila mtu analalamika. Na hata saa hizi tunaongea na wewe, after ameruse your trust, alifanya makosa kubwa zaidi. Akafikiria akileta Raila kwenye kiti ama kwenye serikali ya mpe 50%, itaweza kusaidia watu wa kule kwa Raila waweze kumpenda. Lakini aliendelea kuruse more trust hadi na viongozi. Juu watu wenye walisaidia mtu anaitwa William Ruto kupata hii serikali, tuliona like the cabinet was dissolved. Watu wengi ambao walikuwa wamemsaidia, watu walikuwa na the same
wenye walikuwa wamebeba his vision through his manifesto, aliwatoa. Aliweza kuwatoa watu wengi sana kwa hizo viti za CS. Na hiyo ikafanya wale watu waanze ku work against him because they started losing his trust against this president. Ukapata kwamba akaendelea na hiyo kitu. Umeona imefika mahali ameleta Raila kwa serikali. Ndiye huyo ndivyo aweze kupitisha kitu yoyote katika bunge, he has to pay people for them to accept to follow on what he is saying. So hata watu watafika mahali waone, hao viongozi ama wabunge waone, huu mtu ni pesa tu anatuletea. Huu mtu anataka tupitishe mambo yake na pesa yake. Hata wao ni walichaguliwa na wananchi na wanataka kuweza kutimiza mambo zenye waliambia wananchi. Wataona the problem is not us. The problem is the person who is there on top. You can see even wakati wa Uhuru, huu jamaa hakusikizana na Uhuru. Wakati huu amekuja kufanya kazi na Gachagua, hajasikizana na Gachagua. So at the end of the day, tunaona who is the problem. The problem was not Uhuru. The problem is William Ruto. Because he doesn't want to be corrected. Anakaa ni kama mtu mwenye anataka aongoze na njia zake. Na kitu kama hiyo inafanya watu wengi sana waanze ku trust na yeye. I think watu wenye wanamuadvise wanamudanganya na mambo ya numbers ya parliament. Lakini anasahau pia kuangalia saidi nyingine ya siasa. Kwa sababu ikifika mahali mtu mlikaa na yeye chini kama Raila Odinga, akakwambia mimi ukiniweza kunipea hii kiti ya speaker, unipea hii kiti ya interior, unipea hizi viti za serikali, mimi nitakusaidia 2027 upate kiti. Hakufikiria kwa nini? Kwani Raila yeye mwenyewe hataki kuwa president? Hata Raila anafikiria kuwa president. Unaona? Na sasa ile kitu yenye nani amefanya, mtu anaitwa William Ruto amechukua kamba akajiweka kwa shingo. Na hiyo kamba iko karibu kumumaliza. Kwa sababu unaona hata wao wabunge watafika mahali wakisikia motion yake inaletwa, since they want to win back that love of Kenyans, they want to convince Kenyans. The problem was William Ruto. They are going to make sure they are going to vote they are going to pass a vote of no confidence against him. Na hiyo itakuwa ameweza kuwa impeached. So ndivyo William Ruto, the only thing that can save him right now, niyo pesa tu anawapea. Hakuna kitu kingine inaweza save William Ruto. Hakuna mtu anamtrust kwa hiyo bunge. Hawa wabunge hata ukiona wanaimba huku jina yake, wanaimba juu ya ile kitu wanapewa. Na wengine wanaogopa kufinywa. Wewe unaona mtu kama Didi Nyoro, tumesikia na tunasoma hata kwa magazeti kwamba hata ile kiti yake ya kuwa chairman wa budget ataweza kupoteza hiyo kiti kwa sababu anafinywa, amekataa kuendanisha na huu mtu. Umeona wabunge wengi wenye waliweza kusupport, walikataa kusupport motion hii ya kuimpeach Gachagua. Wengi walikuwa kwa committee fulani wametolewa, mara wametolewa kwa uongozi. Yani unapata hata kupata ile pesa ya maendeleo kwao itakuwa ni ngumu sana. So having this kind of dictatorship and somebody who doesn't follow the laws of this country, he uses his own methods to rule this country in the wrong direction. Watu wengi sana watakuja kuona kama huu mtu afuati katiba yenye alichukua huko akasema atafuata. Mtu alishika Bible na akasema mimi ni mtu ya kanisa nitawafanyia hivi, na hafanyi hiyo. There is nobody right now who trust William Ruto. Sasa hata Wetangula mwenye alikuwa ndiye kwa kiti ya kukua speaker. Hata yeye atafika achoke. Najua kwa saa hii anajaribu kuprotect kazi yake, lakini ameona ile haraka huu jamaa anapeleka watu, hata yeye kiti yake atapoteza. Na the point atapoteza, ataweza kushikana na watu kama Gachagua ashikane na wabunge wale wa Karonzo. Washikane wote na wataweza kuleta hiyo motion. The problem is if the speaker is changed before that motion, inaweza kuwa ni hard. Kwa sababu speaker ako na powers za kuignore such kind of motion. Hata ikikuwa imesainiwa na wabunge, inaweza kataa kuwa tabled in parliament. Na hiyo inaweza fanyika tu na njia moja tu, kitu inaitwa pesa. Na ndio Ruto ametumia ufisadi kuongoza hii Kenya yetu. Na ndio maana unaona vitu mingi analeta, hakuna mtu anazitrust. Zinaweza kuwa ni poa ndio, but unapata juu ya ile mambo ile vile anatumia uongozi wake. Sasa hata ukiuliza kabisa walikosania nini na huyu jamaa anaitwa Gachagua. Watu ni wa kanisa, hata watu wa kanisa walikuja pamoja, wakawaambia ni aje, fanyeni dialogue, ongeeni your differences, tusikize na muweze kukaa kama nyumba moja. Hawakukaa, kumaanisha there is a certain interest iko na huu mtu.
Wewe umesikia kuna mambo ya extend term limit. Unajua aje kama hiyo ndio ilifanya yeye anataka aongeze term limit aendelee kukandamiza Mkenya? Huyu mtu anataka aongoze Kenya for the next 30 years. Vile Moi alifanya. Hiyo ndio mpango yenye iko na hiyo mpango inaweza pita tu kwa njia moja. Hiyo nimekuambia ya kuweza kununua wabunge. Wabunge saa hii hata walisahau kwenye walikuwa wamechaguliwa. Utapata mbunge hata amesahau njia ya kwenda kwao. Juu amekaa Nairobi, amepata pesa na unaona kuna mbunge mwingine nimeona huku kwetu Mount Kenya ana trend sana. Hata huo mbunge anakaanga ni kama komlevi all the way through. Akaangi hata ni kama anajua kitu anaandika kwa social media. Ni kama ni depression, ni kama mental issues. Ukisikia vitu zenye anaongea, kiburi yenye amewekwa na hiyo pesa. Unajua pesa ya wizi iko na mambo mingi sana. Unajua ukisikiza mastori mingi huyu jamaa anapeana, ni jamaa amepoteza focus. Ile upendo alikuwa nayo wakati alikuwa anatafuta hiyo kiti ya Wanjiku na kubadilisha maisha ya Wanjiku, amesahau. Kwa sababu yeye amekuja akaweza kununuliwa, akapewa pesa, anaweza fanya lolote. Hata anaweza kutumana wewe Murori ukuje ushikwe na aweze kuenjoy na kupigania hiyo kitu. Juu kama unasema kuna justice in this country, there is no justice. These people say they want to use they will not use criminal justice system in politics, but we can see they are using that. Tunaona huyu mtu through hiyo ya kutumia pesa amebadilisha kila kitu. The perception yenye ame create even in our judiciary is very threatening to our democracy. It's a very big threat to our democracy because wakati justice haijafuatwa, mtu wako hosi manze. Yani mnakuja mnatoa mtu kwa kiti, judiciary inakataa kupea huo mtu justice. Ina create perception ati hakuna judiciary haiwezi pea mtu justice. Sasa wewe nikikosana na wewe saa hii, sitatumia street justice. Ukiniibia simu, tunaonana hapa bro. Kama nikukupiga mangumi, kama nikukudunga unipe simu yangu, sitashinda nikitafuta karao. Juu hata nikitafuta karao kama Gachagua alikuwa kwa serikali na yeye mwenyewe zipewa justice. How do you want me to trust the judiciary yenye iko? Why do you want me to trust that justice? Ati kuna justice nitapewa. So the only way yenye the thing that William Ruto has done, he has returned this country into a very deep hole of putting our democracy at stake. Na demokrasia yetu imewekwa mahali pabaya sana. Na mimi naweza sema hiyo mambo ya corruption ndio imechangia pakubwa. Mambo ya corruption na ukabila ndio imetumiwa sana kuharibu hii nchi. Juu kama saa hii Kenya tunasikia kuna ukienda kule X ukifuatafuata maneno utasikia kuna kabila fulani ndio inaongoza hii Kenya. Ndio wanatumia wale kila squad kuwapea orders, enda shika ule, enda ua ule, enda ufanye hivi, na hakuna watu wanajitokezea. Hata hizi human rights zilikuwa zinatokea hizo organization, we don't hear of them so much nowadays because wameongea wamechoka. Lakini mimi nasema hivi, waendelee kufanya hivyo, lakini wakumbuke kuna koti ambayo waliweza kusaini. Na kuna jamaa mmoja alikuwa ameenda kwa hiyo koti. Na sasa wakiwa na lawyer wake, they are heading there. A time will just tell. Lakini yeye na lawyer wake sasa ndio watakuwa kwa panel. Sijui nani atakuwa anawatetea. Okay. Maybe because of time, Muhesh kijana msafi. Yes. Your final remarks, tafadhali. My final remarks, niambia wa Kenya. Na nikumbusha Kimani Ichung'wah nimwambia kwamba ulituahidi hamtaua wa Kenya, mmewaua. Mkatuahidi hamtaibia wa Kenya, mmewaibia. Mkatuahidi vile mtabadilisha nchi na mfanya mambo mingi, mmeshindwa. Siku zenu tunazihesabu, kila kuchao tunahesabia masiku. 2027 tutawapiga na shoka ya kisiasa. Lazima tutawamaliza kisiasa. Ndio nchi tuipeane kwa watu ambao wataweza kuiendelesha vile ambavyo inastahili. Kwa majina ni Isaac Mungai, kijana msafi, chairman wa New Gamer Young Leaders Movement. May God bless you, may God bless Kenya. Kwako Bwana Ken. Asante. Acha nichukue huu muda kuambia wa Kenya. Acha tuendelee kuweka amani. Hii Kenya ni yetu. Tuna Kenya ingine. Hata tukipata viongozi wabaya, si kusema hii ni mwisho wa Kenya. Viongozi wazuri Mungu ataleta, na sisi tumeweza kusoma na hii maneno. Kunaambiangwa a brave or a wise person runs from other people's mistakes, and a brave person runs from their own mistakes. I think tumeweza kurana na tumeweza kuona kwamba
viongozi wenye tuliweka hapo kwa viti venye wametupeleka. Next time tukienda kwa ballot, tutatokea mapema, kwanza tufukuze hawa na tu hope viongozi wenye Mungu ataleta sasa watakuwa ni watu wa kuleta mabadiliko katika Kenya hii yetu. So ile kitu nitawaomba, kama wewe ni Mkristo ama wewe ni Muislamu ama wewe unaamini dini fulani, endelea kuombea uongozi ambao tuko nayo, endelea kuombea amani ya hii Kenya yetu, na tusikae na tusiwekwe uoga na mtu yoyote. Kama utaitwa mahali usimamie Kenya yako, simamia hiyo, simama na usimame na ujasiri na usiogope lolote. So nitasema kwa majina yangu ni Kiarie Kenneth ama KK, naongoza vijana pale Kiambu, na nimeshukuru kwa hii muda umeweza kutupea hapa. Asante, shukrani sana, karibuni sana kwa siku nyingine pia, na tunashukuru. Hivi kwa watazamaji wetu tunawaomba muendelee kukaa kwa hizi channel, kwa sababu these are the only channel that will make sure that you are updated on whatever is happening in our country. Maybe kama next week tutakuwa pia na mjadala hapa kuhusu siasa za Kiambu. So ningekuomba tu uendelee tu kukaa hapa, kwa sababu kuna jambo ama kuna moto ambao unateketea mahali ambao tutakuwa tunakuletea moja kwa moja hapa. So endelea kukaa kwa hizi channel tafadhali, continue subscribing, continue checking, and also the best thing you can do is to hit that notification bell so that each and every time we upload a video you'll be notified that tunakuletea ama tumekuja. So mimi najulikana kama Jeffasi kutoka kwa Morori TV. Ile pande nyingine pia tuko na jamaa najulikana kama DPP kutoka kwa Kikuyu Magic, na tuko na jamaa anaitwa Chuma Moto kutoka kwa Chuma Moto Media, na pia tuko na Kikuyu Nations. Sijui unatazama ukiwa pande gani, but all those channels wherever you're watching it from, kindly wako kwa Facebook, wako kwa Twitter, wako kwa Instagram, wako kwa TikTok, watafute pale vipi kupata moja kwa moja. Na tunapenda sana na tunawazidi kuambia tuendelee kuombeana, tuendelee kupendana. Na kama wewe ni polisi, kama wewe ni askari, kama wewe uko kwa government, tafadhali ile kitu nazidi tu kulani, tuendeleeni kuwa na utu. Hata kama uko kazini, tafadhali tuendeleeni kuwa na utu na kupendana. Don't do to me whatever you don't want someone else doing to you. So till next time, may God bless you, may God keep you.